Baada ya maiti kutoa harufu kali, kila mmoja aliziba pua yake. Wakakubaliana wakazike. Lakini walishapewa onyo na mtoto wa marehemu kuwa maiti ya mama isizikwe. Onyo. Ndugu msikilizaji, simulizi hii ni ya kichawi. Kama una tabia ya kuota usiku, tafadhali usitazame video hii. Wazee waliendelea kujadili. Mzee Masudi akasema, vitu kama hivi nishawahi kuviona mara chache. Inaweza kuwa mizimu au mambo ya kidunia, lakini yote yabaki siri. Njia pekee ya kuifunga siri hii ni kumzika haraka. Kadri muda unavyosogea, ndivyo harufu inavyozidi. Osheni maiti tukazike. Muosha maiti alinyanyua macho yake yakagongana na maiti ya mama Bakari. Mara aliona kitu kikikimbia kutoka kitovuni hadi kifuani na kutulia hapo. Alirudi nyuma kwa mshangao. Niliona kitu kinasogea ndani ya mwili. Wote waligeuka kutazama maiti. Hawakuona chochote zaidi ya vitambaa vilivyofunika mwili. Hamna kitu. Waite watu twende tukazike, Mzee Sangu alisema kwa ukali. Muosha maiti hakuongeza neno. Aliondoka huku hofu ikimkaba koo. Wakati huo katika kijiji cha Msije Peku, ndani ya kilinge, baba Bakari alikuwa akitia dawa na tunguli kwenye koba jeusi. Alipomaliza, alimkazia macho Bakari. Bakari, mama yako hajafa. Amewekwa msukule. Wanakijiji wanadhani amekufa na sasa wanamswajia. Tukiwahi kabla hajazikwa tutamwokoa, lakini akizikwa tumempoteza. Bakari alishtuka, moyo ukampiga kwa kasi. Jasho lilimtiririka licha ya baridi ya mvua ya alfajiri. Alikosa nguvu ya kuzungumza, machozi yakamtoka kimya. Inuka twende, baba Bakari aliagiza, akianza kukimbia hatua ndefu. Bakari alimfuata, moyo ukimdunda kwa hofu na matumaini madogo. Makaburini sauti nzito zilivuma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Zaidi ya wanaume 50 walikuwa wakimbeba jeneza, wakielekea makaburini. Shughuli zote za awali zilikuwa zimemalizika. Sasa walijiandaa kumpumzisha mama Bakari. Sheikh Masud alisimama mbele. Ndugu zangu, leo tumekuja kumpumzisha mama yetu. Tukumbuke, dunia ni ya mpito, kuna maisha baada ya haya. Ukimya mzito ulitawala. Nyumbani kwa mama Bakari, baba na mwana walifika, lakini walichelewa. Walikuta wanawake tu, wengine wakiosha masufuria, wengine wakiomboleza kimya. Bila kuwasalimia, waliingia ndani moja kwa moja hadi chumba cha kuoshea maiti. Baba Bakari akasema kwa sauti nzito, akiinua uso juu kana kwamba anazungumza na kitu kisichoonekana. Mpango wenu umebuma. Mama Bakari mtamrudisha tu. Bakari akakutana na macho yake na hirizi ndogo nyeusi chini ya kitanda. Baba, ona. Baba aliinua hirizi, akaitazama kwa makini. Kwa muda mrefu mama yako alilishwa hirizi hii. Ndio chanzo cha kifo chake. Tuwahi makaburini haraka, alisisitiza akimshika Bakari mkono, kisha walichuchumaa kwa pamoja, walipotea kimazingara.